Kocha Jamhuri Kiwero Julio amekasirishwa sana na namna ambavyo watu wengi wamekuwa wakimchambua kufanya vibaya sana katika michezo yake, ili hali kiuhalisia Julio ameonyesha maboresho makubwa sana kwenye kikosi, na ukosoaji umemfanya kuuliza watu, mbona Ibenge kocha mkubwa analipa fedha nyingi, ipo katika timu ya Azam ambayo ina wachezaji wakubwa, wanalipa mishahara mizuri, ameanza na timu kuanzia mwanzo wa msimu, lakini amepoteza alama 20, ametoka sare katika michezo 10. Yeye ameenda katika timu ya Mashujaa mechi 5 ambazo ameziongoza kwenye CRDB 1 na 4 kwenye ligi, ameshinda 1, ametoka sare 3. Anashangaa kwa nini watu wanafanya ukosoaji mkubwa kiasi hicho, kitu ambacho kwake anaona sio sahihi sana. Tumsikize Julio. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nimshukuru Mungu kwa hatua tulizofika, kwa kweli sio ndogo. Mimi nimekabidhiwa timu, mechi yangu ya kwanza ilikuwa na Mtibwa na tukaweza kupata ushindi wa goli 3. Leo sikukaa kwenye bench, lakini sikukaa kwa maana, kwa sababu nilikuwa kuna kocha aliyekuwa na timu na kipindi hicho alikuwa anamaliza mechi ya mwisho hapa anaenda coach ongea. Kwa hiyo hivi nimemwacha na kumpa credit ili aweze kumaliza vizuri, lakini niliweza kuongea na wachezaji kabla ya kucheza na niliongea nao after. Nashukuru mambo yote niliyowaambia wamewafanyia kazi tukapata ushindi. Lakini baada ya pale tukaja kwenye mechi mbili za mfululizo za FA ambazo zote tulishinda. Lakini mechi ya 3 ilikuwa ya ligi na Fountain Gate. Tukiwa tunajiona kama tumeshinda, Fountain Gate wakarudisha goli dakika za mwisho ambayo kidogo ilitoa imanzi kwa watu wa Tanganyika na wachezaji wa Zanzibar. Lakini tunashukuru Mungu ndio ilikuwa riziki yetu. Lakini zikaja mechi mbili ngumu zaidi. Kuja mechi na Azam sio timu ndogo, Azam timu kubwa. Baadaye wakaja Pamba, nayo si timu ambayo inasajili vibaya, inasajili vizuri, na mweza kuona siku za karibuni timu imeweza kutoka draw na Simba, Machungwa tu na Yanga kwa nyuma, pamoja kwa majuzi waliweza kupoteza mchezo. Kwa hiyo nisema tulicheza mechi ngumu za kupata draw, japo naangalia baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba makocha timu nani Mashujaa haifungi, kocha mbovu. Kwa hiyo kwa sababu najua Watanzania wengi nirudia roho zao mbaya na hawataki kusema ukweli, basi wasipati nao shida. Lakini kwa performance ya timu so far iko vizuri, kwa sababu tumejiona timu ngumu na timu nzuri na tumeshinda timu ngumu. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Mashujaa ilikotokea na iko mambo mazuri. Kinachotakiwa ni kuendelea kuwapigania wachezaji wa kufunga, yani strikers, waweze zile nafasi wanazopata wazitumie ili kuondoa kelele za watu ambao kwangu mimi nasema mpira hawajui. Na nawaambia hivyo ili waendelee kuwa wanayasema ambayo wanataka kuyasema. Lazima wawe wa kweli. Mashujaa imetoka wapi? Hawaizungumzii Azam kocha ambaye analipwa karibu dola 30 amedraw mechi 10. It seems kwamba amepoteza point 20. Mbona hawasemi? Kwa sababu wametoka nje. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba watu wanapenda kuzungumza vitu kutokana tu na chuki zao. Mimi nimedraw mechi 3 lakini nimeshinda mechi 1. Mwamba yule kuna mechi alizoshinda hakika draw mechi 10. Sasa kocha gani ambaye anaweza kuonekana ni bora? Sasa usiangalie kushinda, kufungwa au draw. Mpira tena nyingine ni matatizo ya wachezaji, wanapata nafasi au score, lakini inabidi tuendelee kwa policy kwa defense ili kufanya kile ambacho walimu tunataka. Unajua mpira unabadilika. Huko nyuma tulikotokea tulipokuwa tunacheza sisi kuna kipindi tulikuwa tuna goalkeeper. Kwa hiyo sisi kwa mfano kama mimi Simba wakati niko tukicheza tulikuwa tunaambia makipa nyewe yote adake, kwa sababu yote atakayedaka atafunga. Kwa hiyo kulikuwa na hiyo shortage ya goalkeeper. Lakini kuna kipindi tukawa tuna shortage ya midfielder. Lakini baadaye wakaja wakatokea. Lakini kuna kipindi hicho ambacho tunacho. Sasa hivi tunaopana wazi wa kuleta wachezaji wengi kutoka nje. Na wengi wachezaji wanaocheza ni professionals. Karibu timu nyingi sana. Ukiangalia Simba, Yanga, Azam sasa hivi wako wa Singida Big Stars, wachezaji wote ni professional, wengi ni professional. Wanaocheza amateur ni wachache au wakipata nafasi ni kwa muda mfupi. Kwa hiyo ile kupata uzoefu au ile airtime ya kucheza inakuwa ndogo kiasi ambacho inasababisha kutokuwa na performance constant. Kwa leo anacheza, kesho achezi, kesho kutwa anacheza, kwa hiyo hawezi kupata performance ambayo inatakikana. Lakini ni ugonjwa ambao upo sio tu hata kwa Mashujaa au labda kwa Simba, mechi zingine wanatoka draw kama timu kubwa na ina wachezaji wazuri kabisa.
lakini hii inatokea tu, kuna kipindi inatokea. Na sasa labda nisema ni ugonjwa wa dunia nzima, mabeki unakuta sasa hivi ndio wanafunga mabeki nini, lakini mastrika wachache sana wanafunga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwa wakati, nafikiri baadaye kitakuja kitakaa sawa na mastrika kuendelea kufunga. Jana nafikiri walikuwa wanamzungumza Selemani Mwalimu na kuanza kuwakosoa wachezaji wa Simba wapya kwamba wanacheza selfish, wanapiga hawataki kutoa pasi kwa Selemani Mwalimu kufunga na nini, lakini jana mnaona Selemani kafunga goli mbili. Kwa hiyo inawezekana anacheza na Fountain Gate, kesho anaweza akafunga tena na mechi zingine zinazokuja akafunga vile. Kwa hiyo kinachotakiwa kwanza kwa wachezaji ili kupata kufunga lazima wawe tulivu. Kinachowasumbua utulivu na haraka ambao hauna tija. Mpira hujakaa vizuri, anataka kupiga tena bedea na paisha. Hajafikia mpira vizuri, anataka kupiga na paisha. Hilo ndio tatizo ambalo linatukuta.